Nilipomwambia bwanangu tufunge ndoa mjini akakataa. Akaniambia nataka tufunge ndoa kijijini kwetu kwa sababu wazazi wangu wanaumwa, hawawezi kusafiri, kimbanda kimeshuka hivyo. Kwa hiyo akawa ametoa mahari, tumefanya party kwetu, tumefanya kila kitu. Akaniambia kijijini kwetu kama unataka kufanya sherehe na ndugu zako fanya kabisa huko mjini, ila nataka mimi na wewe tu ndio twende kijijini. Siku nyingine labda ndugu zako wanaweza kwenda, lakini wazazi wangu mimi maisha yao jinsi walivyo hawahitaji kelele nini. Yaani aliniambia kwamba ni mazingira wazazi wake ni wanaumwa vibaya mno, kwa hiyo hizo movement za watu wengi haiwezekani. Kwa hiyo akaniambia tunaenda tu kijijini, tutakaa tu mimi wewe mchungaji na wazazi wangu, tutafunga ndoa yetu kimya kimya, tutasaini vyeti, utawapelekea wazazi wako, utaonyesha ndugu zako hivyo. Kama unataka kufanya sherehe fanya sasa hivi au utafanya baada. Nikamwambia basi sherehe nitafanya baada, twende kwanza kwa wazazi wako, twende tukafunge hiyo ndoa huko kijijini kwetu. My friend, tukawa tumeenda kijijini. Ile tumefika tu picha linaanza. Kuna mama na baba mtu mzima wamekuja wanatukimbilia na jamani karibu mwanangu nini wametukimbilia, wamekuja wametupokea mabegi na watoto, familia nzima, watu wengi. Ananiambia huyu ni mamangu ni babangu, ni wazima kabisa, wanatembea, wana nguvu zao, wako sawa kabisa. Mpaka nikashangaa nikasema huyu alisema wazazi wake wanaumwa wako mahututi binti hawa ni hawahitaji hata kelele. Nikawa nashangaa, akaniambia usishangae, yani wewe fanya kama kila kitu ni normal. Nikamwambia sawa. Tukawa tumekaribishwa, tumepelekwa kwenye hicho chumba, wakawa wametukalisha hapo, wakatuletea maji. Hapo kwanza tukawa tumekaa, wakatuletea maji. Maji yana vitu kama dawa hivi dawa za unga zimesagaswaga, dawa za kienyeji. Mama mkwe akaniambia vua nguo mwanangu usione aibu. Hapo wakati ametuambia vueni nguo, mtoto wake kashaanza kuvua nguo kabisa, mpaka nikawa namshangaa unavuaje nguo mbele ya mama yako? Akawa amevua nguo na kuambia mama mkwe ananiambia vua nguo mwanangu anionea aibu, wakati mwanamke mwenzako. Kwani huyu mwenzako hamjai kuvuliana nguo pale unaona aibu? Akaja akaanza kunivua nguo by force my friend. Akanivua nguo. Akaanza kutumwagia ile maji huku anaongea maneno ambayo sielewi, sijui ni kiruga, sijui ni alikuwa anachant mimi hata sielewi. Akaanza kuongea hayo maneno, kaongea huku anatumwagia hayo majani. Alipokuwa anatumwagia majani kuna miti, hayo maji kuna miti ya huo mti mimi sijui mtiga, lakini akawa amechukua mti akawa anatupiga nao mgongoni, usoni, kichwani, huku anaongea, yani anaongea kama anaomba, anaongea kama ananuizia. Amenipiga hayo maji, amempiga mtoto wake maji, ametupiga. Baada ya hapo akachukua ile maji ya lobaki akatumwagia. Alafu akatoka hapo kaenda akachukua kitambaa cheupe, kitambaa cha sanda kile, kaenda akachukua, akaja akanifunika gubi akamfunika mtoto wake gubi. Tukawa tumeinuliwa, tumepelekwa. Kumbuka tumefika jioni. Tukawa tumepelekwa sehemu. Tulipofika tukakalishwa kwenye vigoda. Tumekaa hapo kwenye kigoda, kwa katikati hapo hivi kulikuwa kuna moto unawaka. Wakawa wametufunika, wametuambia hapo msiondoke, yani msifanye chochote. Nikawa nataka kufunua nione kuna kuaje. Nikawa nimefunua jicho moja hivi, nikawa nimepindua kile kitambaa jicho moja hivi, nikawa naangalia my friend. Katikati kuna mafiga ya moto na kuna moto unawaka. Nimepeleka jicho hivi nikakuta kuna watu wengi wanatuangalia na wanatushangaa, wamekaa hapo yani. Alafu hao watu wengine wamevaa vitambaa, wamejifunga vitambaa vyeupe, wengine wamejifunga vitambaa vyeusi, wengine wamejifunga vitambaa vyekundu, vitambaa plain kichwani na kimoja hapa hivi. My friend, wakawa wananikodolea, yani wanatukodolea macho, wanatuangalia, wengine wanafurahia ni kama wameona nyama rafiki yangu. Huyu bwanangu si ndo akajua nimejifunua, maana nahisi na yeye alijifunua kakuta mimi nimejinaliliwa hivi. Akawa amenipiga kofi na kwambia jifunika, mbona unaona adabu, mkuja huko una adabu. My friend, kwa nimejifunika. My friend, baada ya nusu saa hapo wamekuja moto ukaanza kuchochea, wakaanza kuimba nyimbo ambazo wanazijua wenyewe, nyimbo za kuimba, nyimbo za wachawi. Wameimba nyimbo za ajabu, wameimba, wanacheza na kuambia. Baada ya muda wakawa wamekuja, unashikwa mkono, mtu anakuja kama anaimba, anakuwa kama ni kama anakuwa anakuchezea, anaimba huko anakuchezea, watu wamenaniliu hivyo, wengine wanakupiga na majani ya mti huko, wanaimba, wananuiza, wanatuzunguka, wanacheza. Baada kama ya masaa mawili, yani hiyo shughuli imeenda kama masaa mawili, moto hapo unawaka, moto unasogezewa makuni, unatupiwa hivyo, yani moto mkali, watu wamezunguka hapo wanaimba, ni kama si hata niseme kitu ambacho mimi sijawahi kukiona. Baada kama masaa mawili na zaidi, kwa sababu ni muda mrefu to be honest. Unajua ukiwa ufanye kitu chochote unawaza ni kitu kigeni, yani ni muda mrefu, lakini sikumbuki ni masaa mangapi. Ndio wakaja wakatufunua kile kitambaa tulikuwa tumejifunga, wakawa wametufunga hivi. Mume wangu akawa amemfunga kiunoni, wakaita kitambaa kingine chekundu wakawa wamenifunga kichwani. Sasa ndio wakawa wamenisimamisha mimi na mume wangu hapo katikati, ndio wakaanza sasa kuzunguka, wanazunguka huko wanacheza, sisi tumesimama hapo katikati tu na kuambia wako na majani, kila mtu anayepita na kugonga na huo mjani kidogo, kila anayepita na kugonga na huo mjani kidogo, huko wanacheza muda mrefu. Nakwambia usiku mzima wamekaa wanafanya hiyo shughuli. Wakaanza kuchukua, wengine wanachukua, kuna dawa zilikuwa hapo katikati, au wachezaji wale wanachukua dawa wanakuja na kutupia usoni, wengine wanachukua dawa na kutupia mgongoni. Yani shughuli imeenda mpaka usiku wa manane, watu wamecheza, wamemaliza hapo. Nimechoka mpaka nikawa natamani kukaa chini. My friend, mwanaume wangu ndo akawa anafanya kunishikilia hivi. Shughuli hiyo imeenda usiku kucha, kuna karibia kupambazuka. Wakawa wametuambia basi haya tuende tukapelekeni sehemu ambapo muende mkalale. Tunapelekwa sehemu ya kwenda kulala, sio sehemu, sio kitandani. Ni wapi my friend? Ni nyuma ya hiyo nyumba, kuna mti hapo mkubwa, wametandika hapo mkeka na kuambia, wameweka na majani huku pembeni, wamezungushia na mishumaa, majani hapo hizo kama dawa hivi. Kumemwagiwa upande ambao kichwa ndio tunatakiwa kukaa, kumemwagiwa, kuna mashimo wamechimba, afu wamemwagia damu kabisa, wamemwagiwa damu kwenye mashimo. Ndio akatuambia hapo mnataka mlale. Hapo nitafanya nini? Niko kijijini huko, tumeenda sehemu ambayo mimi sijui my friend.
Tukawa tumeenda tumekaa hapo, my friend, tulilala. Mimi sikulala, mume wangu akaanza kukoroma, hana hata wasiwasi, amekoroma, nakwambia asubuhi imefika, mimi niko macho. Mume wangu akamka, anza mbona hujala? Nikamwambia sijalala kwa sababu mazingira mageni, nashindwa kumuuliza yani na kwanza naanza kumuuliza nini, namuulizaje, naanzia wapi? My friend, tumekaa hapo, wakaenda wakatuletea chai, wakatuambia njooni huku jikoni mje mnywe chai. Tukao tumeenda jikoni, bado watu hapo, ndio shughuli ziko hapo, wamejifunga hivyo vitambavyo. Alafu sasa hiyo sehemu ambayo wamepeleka sijui kama ni nyumbani au ni, kwa sababu hiyo sehemu tofauti na nyumba ya hao watu ambao ndio hapo tulipopelekwa hapo nyumbani. Hakuna nyumba nyingine yote unaiona, yani hakuna nyumba nyingine, unaona tu migomba, miti sijui, lakini hakuna nyumba nyingine yote, kwa sababu yani sisi tulifika sehemu, yani gari lituendeshe ikatufikisha mpaka hapo sehemu, akatuambia shuka. Mume wangu akaniambia shuka gari, karudi. Afu tukawa tumetembea umbali kama dakika 20 ndio tukakutana na hiyo nyumba moja tu, lakini wale watu wako wengi hapo nyumbani, yani wako wengi, watu wengi mno, ndio shughuli inaendelea hapo. Wakatupa chakula mpaka nikawa naogopa kule hicho chakula, lakini nikala kidogo. Baadaye nikaanza kujifanya naumwa, yani naumwa, napiga kelele, niko kama nimepandisha mashetani, naumwa vibaya sana. Simu yangu, kumbuka hapo simu zilichukuliwa tulipofika, zilikuwa kwenye pochi, zilichukuliwa, nilikuwa sijapewa simu. Mume wangu naye simu yake hana, ndio hizo shughuli kwa zinaendelea hapa, bado anaendelea kutambika. Nilijifanya naumwa, nilijifanya nimepandisha mashetani. Wanaanza wakaenda hapo, wakaanza kuongea mambo yao, wanaongea kilugha. Mimi ndo kwanza ninakwambia nimepandisha mashetani, nakwambia piga vitu mateke, kimbiza watu, nakwambia piga mateke, chukua mawe, rushia watu. Ndio ikabidi mwanaume wangu mamake akamwambia, wewe nani umetuletea kichaa kwenye kijiji chetu? Ukuta ana mizimu yake, ndio maana mizimu yake inabishana na mizimu yetu. Kwa nini umetuletea na ulituambia kabisa huyu mtu ni safi? Zile dawa ambazo ulikuwa tunakwambia wewe ndio ukampa, ulikuwa hujampa. Akasema dawa nilikuwa namwekea kwenye chakula, nilikuwa namwekea kwenye chembe, kwenye mafuta yake nimemwekea, mimi sijui imekuaje. Waambia hamna, huyu anaonekana na mizimu mizito sana ya kwao, ndio maana kazi itakuwa ngumu. Wakaanza kuchantu, wanachantu ndio kuongea tulikuwa naendelea kukiongea. My friend, nilipandisha mashetani by force by fire. Nilichukua mawe nikaanza kupiga watu, nachukua manini yale zile kuni ambazo ziko kwenye moto, nakwambia naanza kurusha. Ilibidi wamenifunga kamba, wakanifunga kamba hapo nyuma ya huo mti. Mume wangu akaambiwa sijui anaenda hata kuongea nini, kashangaa mume wangu amekuja na begi langu, akaweka vitu vyangu, nakwambia wakawa wamenifunga, wakanivalisha nguo, tukatoka, wakawa wametusindikiza, tumetembea sehemu kama risali zima hivi, ndio tukakutana na barabara. Ndio tukapanda gari ya lift, wakaomba gari ya lift, nikapanda mimi na mwanaume wangu. Tumefika kwenye mji, yani ndio mjini wa huo mji ambao tumeenda. Ile ndio mnafika kama Ubungo au Arusha, mnafika labda Arusha mjini. Akaniacha hapo, nilipofika hapo nilikuwa mzima kabisa wa afya, nikamwambia naomba begi langu. Ananiambia kwani ulikuwa mzima kabisa? Nikamwambia naomba begi langu, nitakupigia kelele sasa hivi hapa, nitakupigia kelele nisema unataka kunitoka kafara huko kijijini kwenu. Ikabidi anipe begi langu, my friend. Nilipanda kwenye basi, nilikimbia, nikaenda nikamwambia nyumbani, my friend, tulienda kuomba zaidi ya miezi 6, nilihudhuria kanisani zaidi ya miezi 6, maana hiyo sijui ndio kafara alikuwa anataka kunitoa, sio alikuwa anataka kunigeuza msukule, mimi hata sielewi, my friend. Siku hizi mimi nikiona mwanaume tu ananiambia mambo dada, namwambia kwa jina la Yesu shindwa na ulegee pepo, naita fire, kama hajadondoka ndio nampa namba ya simu, kama akidondoka simpi namba ya simu. My friend, things are happening.